Karibu katika sanaa ya Zaka. Leo tutaanza na story ndogo kidogo kuhusu hii picha. Mwaka 72 yalitokea mauaji ya Watanzania mashuhuri wawili. Moja ilitingisha sana taifa, kila mtu alijua, aliogopa. Nyingine nobody knew, hata familia yake ilikuwa haijui mpaka baada ya siku kadhaa zimepita. Huyo mtu alikuwa anaitwa Edward Said Tingatinga. Waliuawa wote kwa risasi. Moja unaweza kusema ni makosa, lakini risasi ni risasi. Mwingine kudhamiria. Alivyouawa, Edward Said Tingatinga alikuwa na miaka 40 tu. Na hapo tangu ameanza kuchora picha zake mpaka ameuawa ni miaka 5 tu. Kwa sababu kabla ya hapo alikuwa anabangaiza katika kazi nyingine. Wakati huo wazungu wamezielewa kazi zake, wanazihitaji zaidi, zinaitwa kwenye matamasha nje ya nchi. Risasi kammaliza hapo. Lakini wote tunajua Tingatinga leo, na Tingatinga inamaanisha michoro aina gani. Kwamba kitu alichokianza hakikufa na yeye mwanzo huo. Kiliendeleaje? Hii picha inaitwa Kifo cha Tingatinga. Lakini jina halisi ni Mauaji ya Tingatinga kwa sababu hakufa kifo cha, aliuawa kwa risasi. Na ilitokea usiku na ilitokea City Center kama unavyoona mitaa hii, na ilitokea kimazingira ambayo kwa talent aliyokuwa nayo inasikitisha. Nusu karne baada ya kuuawa nikaamua nichore hii picha kama kumkumbuka, kwa sababu mimi ni mchoraji na yeye ni kama ameshika mwenge wa sanaa ya uchoraji kutoka nchini kwetu, anajulikana kimataifa. Ingawaje style yake ya kuchora haikuwa kama hii, lakini bado alionyesha njia. History ni ndefu, ina layers nyingi. Kwa hiyo nitajaribu break down kidogo tuweze kuielewa. Haya mauaji yalitokea usiku, na hii gari ukiangalia hapa kuna figures 3 ambazo sio polisi. Hawa ni polisi. Na polisi wana guns. Ni usiku. Kwanza kuna huyu ameegemea siti au ni usukani, tunaona damu. Imeisha hiyo habari yake. Huyu ameshika brushi. Tunategemea labda ni Tingatinga, lakini hapana, huyu sio Tingatinga. Tingatinga ni huyu hapa. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa Tingatinga. Tingatinga baada ya kufanya kazi zake zikaanza kupata umaarufu, watu wanaanza kuspenda, akachukua watu walikuwa ni ndugu zake wa karibu, awafundishe waweze kupiga kazi wa zile order wasitimize kwa muda. Kwa hiyo wale walikuwa ni wadogo zake na wengine kwa upande wa mke wake wakawa wanafundishwa kama workshop nyumbani kwake. Kwa hiyo yeye anachora, wao wanaendelea kufili zile eneo ili order ziende. Sasa katika hii siku ya mauaji alitoka na mdogo wake na dereva mmoja ambaye alikuwa ni mechanic wa gari. Hii gari hata haikuwa ya kwao. Wao walikuwa wanakaa Msasani. Yule rafiki yake mechanic aliachiwa gari na bosi atengeneze. Sasa kwa sababu imelala kwake na inawese, akamwambia Tingatinga, bwana wewe acha kuzubaa hapa, twende mjini tukale raha. Kila siku tunakunywa pombe tu za Uswahilini, kwa hebu twende tukanywe vitu safi. Na Tingatinga alikuwa anajulikana kwamba katika sherehe yeye ni mtu wa mbele. Alikuwa kihistoria anajulikana yeye alikuwa anapenda sana dansi, ile ngoma za usiku na nini, midundiko. Hata mke wake inasemekana kwamba walikutana katika hizo ngoma za usiku. Kwa hiyo sasa yeye kwa sababu ilikuwa pia nipenda kinywaji, baada ya kupiga kazi zake akasema bwana maisha yenyewe ndo haya. Twende tukae fun. Huyu jamaa akasema mimi najua kuendesha. Una uhakika unajua kuendesha? Gari ya nani wewe, usipate shida. Mimi naiendesha, twende tukae. Wakaondoka. Tingatinga akakaa nyuma. Mechanic akakaa hapo na dogo wake. Na huyu kama umeshawahi kuangalia kazi za Tingatinga utaona anachora sana ndege, lakini yeye wake wana rangi za kung'aa, rangi nzuri zinavutia. Sasa hii ni kama ana pay homage, ana pay the last respect kwa master ambaye ameweza kumwasilisha kidunia katika very colorful ways from East Africa. Hii story inavyoenda ni kwamba usiku ule, kwa sababu a month before that Rais wa Zanzibar alikuwa ameshauawa. Kwa hiyo we are assuming kwamba polisi wote everywhere
security people, they are on tension. Kila kitu kinafuatiliwa vizuri. Sasa hao jamaa walipofika kwenye checkpoint mtaa wa Samora kule, dereva akaogopa kwamba hapa nikisimamishwa, mimi sina leseni, hii gari si yangu, sijapewa ruhusa na nini, itakuwa ni issue. Tunaweza tukalala ndani. Bwana, kanyaga tu. Sasa walipopita checkpoint, hawakujua kwamba polisi walikuwa very serious. Wakapasua, walikuwa wana Land Rover getting, wakawapasua. Wakajua kama ni majambazi au watu wanapanga uasi, kwa sababu zama hizo ni zile zama ambazo Tanzania ni kinara wa kutetea uhuru wa nchi za kusini mwa Afrika. Kwa hiyo kulikuwa kuna maspai wengi, kulikuwa kuna vita ya chini ya kijasusi inaendelea Dar es Salaam. Na Dar es Salaam ilikuwa makao makuu ya kuvuta haya mambo sana. Watu kutoka nchi nyingi sana walikuwa, kwa sababu yule rais kiongozi kama Nyerere wa Msumbiji aliuawa kwa bomu la pasi la kifurushi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya namna hiyo vilitokea. Hata daraja la Salenda lilitishiwa na mabomu na watu wa makaburu wa Afrika Kusini, kwa sababu waliona huyu Nyerere inaona kama ana muda mwingi sana wa kujitapa mpaka anakuja kutuletea shida, ameamua kubeba shida za kwetu za. Kwa hiyo wakasema wamletee shida yeye nyumbani. So hiki kitu kilivotokea kwa sababu huyu dereva alipanic alipoona polisi katika checkpoint, akagonga akakimbia, wakapasu, wakaona wapige risasi matairi kuisimamisha. Risasi bana, gari inayokimbia risasi huwezi kugarantii itapiga wapi. Kwa hiyo ikapiga katika body, ikamuua tingatinga aliyokuwa katika siti ya nyuma, na baada ya kupigwa risasi ili lose control, ikaenda kugonga nguzo ya another house katika ile. So this is after the effect, kwamba the death has happened, polisi anaanza kuripoti bwana, kwa sababu alikuwa hajulikani hata yeye. Wakati huu hamna mtu anajua tingatinga na nini. He was nobody, kama mtu mwingine tu anayehustle mtaani. Wateja wake walikuwa wa expert yao, wazungu, wataalamu hapa wanakuja wanaondoka. Kwa hiyo alikuwa hajulikani, sio famous na anybody. Akachukuliwa mwili wake ukapelekwa mortuary ya Muhimbili, ukakaa for like 2 days mpaka kuja kugundulika kwamba huyu, familia yake kujua kwamba after it was 1 or 2 days, familia yake kugundua kwamba yule aliyeuawa ni ndugu yetu, ni famous painter, ni tingatinga. After that tayari alikuwa na maorder kibao, alikuwa tayari ana contract na National Development Corporation upande wa arts, kwamba huyu anaiwakilisha art ya taifa. Kwa hiyo ana order kibao za kupeleka kwenye mashow Italy, wapi. Wakawa wanamwambia bwana, hebu ongeza speed. Ndio maana akatafuta timu ya watu, akawa train hao watu 5 wa kwanza, wakizoea wamsaidie kazi. Kwa hiyo baada ya kufa na order tayari, watu Tanzania inategemewa kupeleka hizo paintings katika show za huko. Wale ndugu zake sasa, wale 5 ambao waliachiwa, ndio ikabidi waingie kwenye viatu vyake, waanze kufill orders na nini ziende. Sasa kutokana na kwamba tayari alisha create momentum ya ile kazi, namna ya kuzifanya na market yake, au wengine wakaendeleza, haikufa baada, kwa sababu tayari market ilikuwepo na tayari alisha train wale ndugu zake 5. Wale ndugu zake 5 nao waka train wengine level nyingine mpaka leo imekuwa ni industry kabisa. Ambayo zinajulikana everywhere. Sasa mpaka kuna animation cartoons tingatinga. But tingatinga is actually a name of this guy. Kwa hiyo that is the story of today, and this is the painting. Na huyu nimempa brush, akimaanisha kwamba inabidi achukue mikoba ya huyu. Amefundishwa, either ameelewa vizuri au hajaelewa, au somo lijaelewa sana, but now he has to step up, achukue. It is fate, and that's what happened. Na hii scene yote ndio the killing, the murder, the death of Tingatinga. Asante, karibuni tena, tuendelee na video zingine za sanaa ya Zaka. Cheers.